kwangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na Baba Chesko, na kwa kweli ana utii wa ajabu. Father Chesko hajawahi kuniambia hiyo sifanyi. Na mimi nakuwa na makazi mengi kweli, unampa hii. Hajawahi kuniambia Father, sina nafasi leo, hiyo sifanyi. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza, na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo. Asante sana. Kwa kweli hakunipa ugumu wa kufanya kazi, na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri. Na hata kama nilimpa kazi ngumu, na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti. Hata kama nilijua ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba, nilibeba. Kwa mfano mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu. Mimi naishi kwa hofu, natafutwa, sijui ni uwawe, sijui tu gani. Lakini Father yeye ana amani kabisa. Namtuma, bwana, hebu nenda mjini bwana, unajua mimi niko natafutwa bwana, hebu nenda, sije nikatekwa. Pole sana kijana, ndio maana ulifukuzwa hapa. Tulihisi wewe ni wale usiojulikana. Sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi. Aliendelea na kazi. Kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi. Kwa hivi Baba Padri, nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu. Hivi juzi alienda kumzika Mama Jenista. Mimi niliruhusiwa kwenda, lakini nikashauriwa na watu usiende. Basi nikaache, nikamwambia Father nenda. Sasa nikamwambia jamani, kwani huyu hawezi kudhuriwa? Sema yeye atajua mwenyewe, yeye hawezi kudhuriwa. Basi Baba Padri, nakushukuru sana. Na labda tumejifunza kitu kwa Baba Padri. Unapokuwa unafanya kazi na wenzako kwenye idara yako, jaribu kumwelewa mkubwa wako wa kazi. Mwelewe mkubwa wako wa kazi, mshauriane. Na Baba Chesko alikuwa mshauri wangu mzuri sana. Ananiambia, Father, hili nadhani hili usiliseme leo, au hili usilitende leo, au maamuzi hayo usifanye leo, au hiki usifanye leo. Alikuwa haogopi kunipa ushauri pale alipoona lazima nipe ushauri wa lazima na wa muhimu kwa ajili ya manufaa ya baraza la maaskofu. Alikuwa ni mshauri mzuri sana, na hakuwa na ushauri kwa ajili ya kuniridhisha au kujitafutia masilahi yake. Daima alinipa ushauri ili kazi za maaskofu ziende vizuri, mambo ya kanisa Katoliki Tanzania yaende vizuri. Alitoa daima ushauri na hakusita kutoa ushauri. Na amekuwa na unyenyekevu mkubwa, na kwa kweli hakuonyesha mbwembwe kusema mimi ndio nimemwambia katibu mkuu, mimi ndio nimemshauri. Anajua kabisa kwamba anapaswa kutoa ushauri, anapaswa kuwasiliana na huyu na yule. Kwa hivi Baba Padri, nakushukuru sana kwa kunisaidia. Uniombee nimalizie na mimi kipindi changu, nimebakisha sijui mwaka. Wale ambao wanataka niondoke leo, labda nikiuawa leo, lakini kama bado niko hai, bado nina mwaka na nusu. Bado nina mwaka na nusu. Kwa hiyo Padri, uniombee nimalizie vizuri kadiri ya mpango wa Mungu, na Mungu akitaka mengine na yenyewe yawe tu, haina shida. Uniombee Padri, tufanye kazi za kanisa la Yesu bila kumsaliti Yesu. Mungu wetu ni moja, na ametuita wote kwenda mbinguni, binadamu wote, na maaskofu wetu wanawahubiria watu wote neno la Mungu, kwa sababu tuna Mungu moja na tuna mkombozi moja tu wa wanadamu. Mkombozi yule, nafsi ya pili ya Mungu, anaitwa Yesu. Yule ndio mkombozi wa wanadamu wote. Kwa hiyo tunapoambiwa na maaskofu wetu, tusizani kwamba maaskofu wanafikiria tu nyinyi mlioko secretariat, wanafikiria wanadamu wote wa hapa na nje ya hapa. Kwa hivi Baba Padri, usisahau kutuombea ili kazi za kanisa la Yesu hapa Tanzania, kazi za Mungu hapa Tanzania, ukweli wa Mungu hapa Tanzania uweze kuleta matunda mazuri ya kuwaletea watoto wa Mungu wa Tanzania ustawi wa maisha yao ya kimwili na kiroho. Na tunawaalika wote, na wanakwaya karibuni sana, tunawaalika kwenye hafla ambayo itaanza na mlo wa mchana.
na kuserebuka kidogo. Ndio maisha hapa duniani, tunaserebuka, ndivyo tulivyoumbwa eti Sisi tuliona mama yake Samson Sora aliambiwa usimnyweshe mtoto divai, ila father utaturuhusu tuwanyweshe divai yao.